Ukiangalia maongezi ya Sadbi unasikia kama kwa alikuwa anaongea vitu unasikia kama vinatoka kabisa mbele yake. Ndio. Tu vois? Parce que de mon côté, mimi nilikuwa nyona mconseil. Donc nilikuwa na mconseil, yeye alikuwa aniattaquer. Mimi na mconseil. Ndio. Ni attaquer, mimi na mconseil. Je kuongea vya Mr. Champagne. Mimi namwambia c'est normal. Zile ataki hazikukuvunja. Ah, tiens. Mimi niko technicien. Moi, Mr. Champagne. Namzungumzia boss Patient Musaka juu c'est l'homme au grand cœur. L'homme au grand cœur signifie quoi? Mtu mweko na roho kubwa. Boss Patient Musaka jo aliandika nyimbo na bite hiyo nyimbo ni nini? Ni kufikisha message kwa jeune, ba héritier. Hivi unahisi kwa nini mashabiki wa Burundi huwa hawaamini kile ambacho mko nacho kwamba vinakuwa ni vya samani sana? Jubo peke bajiamini. Kama Ishenet, si ndio? Nikisema mfano ni $500. Est-ce que mie Mr. Champagne naweza shindwa vana kitu kia $500? Mie tu Mr. Champagne. Naweza shindwa vana kitu kia $500. Donc ni vitu mwa venye uko naangalia unaona kama bafane wetu bo peke wanatuaibishaka. Benye bako naongelea kuhusu ma booster baongelea kwa basani bao wanakuwa na booster. Moi je pas des habitudes là de booster mes chansons. Wow. Tu vois? Mimi sina matabia ya kutafuta kuonesha watu kama niko mkubwa na siko mkubwa. Kitu ambacho pia kilitufanya tunapotea mu East Africa sana. Okay. Kwa tulitoka kwa tuliacha kuimba Kiswahili. Tukajifokisi sana kwa kuimba lugha ya taifa. Sio mbaya kwa kuitangaza pia. Lakini unajua muziki ukiona kama hawa wasanii kina Davido ni wasanii ambao washakuwa na influence kubwa sana. Kweli. Washakuwa na influence kubwa sana hata imbe saa utaimba tunamtaifuata. Unaelewa? Mujiorganize, mujipange le 12-12 temps kingaliki. Mukuye mu concert, musikie ma chanson, musikie marumba, musikie manyimbo, pako manyimbo za Kirundi, manyimbo za Kiswahili, manyimbo za Anglais. Mwata nimbe mu Anglais. Hey, don't you need yeah, yes. I love. My brother Satbi, calm down, my brother, calm down. Na kuinvite ku concert yangu. Satbi, na kuinvite ku concert yangu ya Le Croco le 12-12. D'akuletea invitation ukuye uone concert. Uone concert, utasentir le concert ya propre. Champagne? Oui. Wazaleo kusukesho walipoishia wendeleze heritage ya Patient Musaka. Heritage ya Patient Musaka. Bakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi, mabibi na mabwana, ladies, gentlemen, mko poa na imani mko salama kabisa. Ini Yaga Tech TV, behind camera misi yose mbandi kumwe na Mr. Vibe ni wabaha ama image ameze neza. So right now nkuko mubibona ndi kumwe numwe mu bihangange mu muziki wa kabiri gatanindwi, nawe subundi ni Mr. Champagne. Today uyu munsi ndaza kugerageza nkoreshe igiswahili, nkoreshe kandi ni Kirundi kuko turi muri East Africa. Abumviriza igiswahili bategezwa kumva ivyo turiko turavuga, abumviriza Kirundi bategezwa kumva nabo nyene ivyo turiko turavuga. So leo hii niko pamoja naye nguli wa muziki wa Burundi, naye si mwingine ni Mr. Champagne. Nikizungumzia jina Mr. Champagne unaona kabisa unaiona flag ya kwetu Burundi. Nikizungumzia jina Mr. Champagne unauona ukubwa wa muziki wa Burundi. Kisha fanya mengi hapa katika industry ya kwetu, industry ya muziki wa Please Desa Sekanseti. Karibu sana Mr. Champagne kwenye Yaga Tech TV. Asante sana. Uko poa baba? Ya, niko poa, nashukuru Mungu. Umependeza sana mzee. Kawaida Champagne. Uramusa kandi n'abakunzi ba Yaga Tech TV barako baragukurikirana kuri uno mwanya. Abafanzi banje. Abakunzi ba Yaga TV Tech. Ni jewe Mr. Champagne nilinga muri viwanyu ndabakunda cyane kabisa. Ndabaramukize mwese kabisa. Wow. C'est ça. Wow. Champagne. Wow. Oui. Bakunzi wa Yaga Tech TV nkuko ndabibabwiye ndi kumwe na Mr. Champagne. Dufise vyinshi dukeneye kuyaga nawe
niko na mengi sana, napenda nizungumze na Mr. Champagne. Kuna wengi walitamani sana kuiona interview hii, kuna wengi walitamani sana kuweza kupata story nyingi tofauti. Mr. Champagne, ni mara ya kwanza kufanya interview kwenye Yaga Tech TV. Kuna wale watu ambao ndo itakuwa mara yao ya kwanza na wenyewe kuweza kukusikiliza kupitia Yaga Tech TV. Wanatamani kukujua kizaidi, Mr. Champagne ni nani? Yes, Story ya muziki wako uli toka wapi hadi unapofikia kwa sasa? Yes, Mr. Champagne ni mwimbaji ambaye anafanya kazi zake za muziki kutokea Burundi. Ndio. Na ni msanii ambaye anaendelea kujitangaza, msanii ambaye ariziki atosheki kupitia jina ambayo niko nayo kwa sasa, lakini bado mimi naona bado ningali chini sana, natakiwa ni push zaidi. Mr. Champagne ni msanii ambaye alianza kwanza kama dancer, akaendelea kupambana polepole. Mr. Champagne akaanza kuwa anafanya mashow mbalimbali kupitia mashow za masomo, ma interscolaire, kama kipindi kile miaka kama ni ma 2000 kitambo sana ma 2012 kabisa, 2011 2010. Nilikuwa naitwa pale Fally du Burundi. Baada ya hapo Mr. Champagne akaendelea kufanya kazi zake, akaanza imba. Baada ya kuimba, kolabo ya kwanza Mr. Champagne ilikuwa pamoja na Salji. Ni wewe moyo imechagua uwe wangu, ni wewe mimi nataka uje kuitwa mke wangu, sababu ni kitambo sana. Baada ya hapo Mr. Champagne akaendelea, akatoa nyimbo na T-Max inaitwa bye 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 bye. Baada ya hapo Mr. Champagne akaendelea, akatoa na démarrer, na accélérer, na démarrer, na accélérer, na démarrer, na accélérer, pour sécuriser ma femme, na sécuriser ma femme, yo, oui oui, kitambo sana, yelele ya, my baby yo, ma sweetie ma honey yo, somebody, hiyo tulifanya na Ara Flow pamoja na Ashley Diva kabisa. Baada ya hapo pia Mr. Champagne aliendelea kutumika, kaendelea kutumika. Hiyo ilikuwa ni hiti. Bye bye ilikuwa ni hiti, hiyo pia ilikuwa ni hiti. Mr. Champagne baada ya hapo pana ongelea na kukaruka kidogo. Nikakia fanya kazi na Big Farias. Wamekata kamba wao, ila wanafuatilia mimi. Ilikuwa akwa qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va, allez qu'est-ce qu'il y a. Baada ya hapo Mr. Champagne akaendelea na kazi zake mpaka leo. Mr. Champagne akiatoa ambia wale walituwaziaka, bila wao sisi hatutaweza, waje waone tunavyoendelea. Bila wao sisi tuko nego tu mpaka gisi Mr. Champagne akiatoa heritage. Yes. Yeah. Kipindi unapoingia kwenye muziki ulikuwa na malengo yapi? Malengo yangu kuwa ni kwanza nifikishe muziki wetu wa Burundi mbali. Na nifike mbali pia, nifema kolabo na wasanii wakubwa kama nifanya kolabo na Eritia Watanabe. Na bado malengo yangu sijafika kwa mimi nahitaji nifike. Unaelewa? Jo plani yangu ya kwanza nataka muziki wetu wa Burundi uwe na heshima hapa East Africa. Jo naona kuwa ndo yani East Africa nzima kwetu ndo bado muziki ungali chini, ijapokuwa sisi ndio tulikuwa wa kwanza kuongoza kwenye muziki wa East Africa. Kwa wale ambao hawaelewi, kwa wale ambao hawatanielewa, lakini mimi nitawaelewesha kidogo. Yes. Kuna kipindi fulani Kidumu alikuwa king wa East Africa. Alikuwa number 1 East Africa. Na hicho kipindi wasanii wengi unajua leo walikuwa wajakuwa, wakina Brice Melody walikuwa hawapo, wakina Diamond walikuwa wapo. Wakina hawa bien aimé wa Kenya, wale wote walikuwa wapo. Yani hiyo kipindi toka Sauti Sol. Hicho kipindi ilikuwa ni East Africa, ilikuwa inabebwa na Kidumu pamoja na Chameleone. Kweli. Alors plani yangu mimi ni kukamata sasa ile muziki wetu wa Burundi, kuirudisha kule ambapo Kidumu alifikishaka, na misa nipandishe zaidi iende tena juu zaidi. Kipindi kile unatuambia kwamba kuna malengo fulani ulikuwa unategemea kufika, bado huko ambapo unapotegemea kufika haujapafika sawa sawa.
Muziki wa kile kipindi kile na muziki wa sasa unauonaje? Muziki wa hicho kipindi ilikuwa ni muziki mzuri sana. Na kwa watangazaji, wa promoter, ndio, na wasanii walikuwa wanashirikiana kwa kusaidia muziki wa Burundi uende mbali zaidi. Na kulikuwa hicho kipindi kulikuwa hakuna vile vya kusema huyu ni wangu tamsupport, usio wangu sitamsupport. Ila leo kuna kuwa hicho kitu kiko sana, na kwa watangazaji, kwa promoter kweli. Kuna promoter atafanya kazi nzuri anafanya semblant kama Ioni. Kuna mtangazaji anaweza kaona unafanya kazi nzuri akafanya semblant kama Ioni. Lakini hicho kipindi kila wote ule akiwa akifanya kazi nzuri kuwa wanakipush. Imagine hicho kipindi na mitandao ilikuwa yakuwa sana, ma Facebook, ma YouTube. Tulikuwa tunatumia YouTube moja, ilikuwa ni ya Indundi tu. Indundi nakumbuka. Na hicho kipindi tulikuwa na watangazaji kama Edika Moso, tulikuwa na watangazaji kama DJ Ashanti, tulikuwa na watangazaji kama Billy Bilali mwenye kule kwa RFI Kiswahili, tulikuwa na watangazaji Ismaili. Ismaili kwa alikia nyuma. Ismaili ni wapa juzi. Wale wa kipindi wa DJ Ashanti, Ismaili alikuwa jazo jakuwa. Tulikuwa na watangazaji wengi ambao walikuwa wanapambania kabisa ile game. Na pia tulikuwa na wasanii pia wazuri ambao walikuwa wanaimba, na kitu ambacho pia kilitufanya tunapotea mu East Africa sana. Kwa tuliacha kuimba Kiswahili. Tukajifokisi sana kwa kuimba lugha ya taifa. Sio mbaya kwa kuitangaza pia. Lakini unajua muziki ukiona kama hawa wasanii kina Davido ni wasanii ambao washakuwa na influence kubwa sana. Kweli. Washakuwa na influence kubwa sana, hata imbe saa utapenda tunamtaifa. Unaelewa? Alors tulitoka mkiswahili sana tukaimba sana lugha taifa, na ikafanya sana tukakuwa kama tunapotea kabisa mu East Africa. Tukapotea mu East Africa. Unaona muziki yetu yakuwa kama inaishia sana Rwanda. Kweli. Juu kama tunaelewana kidogo kilugha ya ikakuwa inaishia pale Rwanda sana. Unakuta Tanzania haipenyi, Kenya haipenyi. Leo kuna fitna nyingi. Ndio. Sunaka kama hapa nilisema conference de presse. Ndio. Kuna watangazaji wengi, watangazaji wengi waliona na wanajua kazi nilifanya. Lakini kuna atakuya tu, ataki tu. Atakuya. Mekikuwa fulani ataenda kabisa. Megisi ni Mr. Champagne hizi kuya. Na ni mtangazaji wa inchi. Ni mtangazaji wa muziki. Kazi yake pia. Ndio kazi yake. Wengi wanasahau kazi yao. Kweli. Anasahau kazi yake, anajifanya anakuwa mtangazaji wa msanii kuliko akuwe mtangazaji wa muziki ya kunyumba. Unaelewa? Basi tunaishi nao hivyo hivyo. Tunaendelea kupambana nao hivyo hivyo. Peut-être kesho yake batakielewa kama beba kwa nafanya kwa fabu tente. Yes, na inaweza kuwa bien. Kuna wale watangazaji wengine wakitembea itakuwa poa. Ukiangalia ukienda Tanzania au Kenya, ndio ukisikia msanii anaandika na invite ma media zote. Kila media ko invite. Papa, utakosa nafasi ya kutema mate. Wanakuja kwa kibao sana. Utakosa nafasi ya kutema mate. Kila mtu anataka apate image. Kila mtu anataka apate image. Na bako wanapambana, kila mtu anataka aposti wa kwanza. Sio kama kwetu. Hii nakwambia ni ukweli kabisa, sio kama kwetu. Sitaenda. Siwezi posti huyu. Siwe. Tu vois, yana wazia kama akikuposte anakufanya star. Et pourtant akiposte anatangaza njo media yake. Kweli. Pema ya wengine. Wengi hawajui kama hiyo kazi, hawajui. Unaona kabisa. Tukirudi nyuma kidogo. Ulivyokuja wewe, kuna wale ambao walikuwa wanakuchukulia kama comedian. Kutokana na video ambazo ulikuwa ukizifanya, hadi paka kuja maneno fulani kipindi unaenda Bongo, wakaanza kuongea kwamba una shobo kwa wale wanamuziki wa kule, kwa wale wa influencer wa kule. Kitu hicho kilikuwa kikuboi? Nilikuwa nacheka. Nilikuwa nacheka parce que mimi niko visionnaire. Nasikia? Mimi niko visionnaire. Sisi tunatuita ba savant. Na watu kama sie ni watu wetu tunaona kitu, unaweza kuona kitu kia 5 ans avant. Unaona kama hii kitu kiniko nafanya leo. Pako batu kitabamvute mu 5 ans avant. Kuko batu batabiimite mu 5 ans avant. Mimi najua très bien kama be niko nafanya leo ukienda kwa réseaux sociaux, ma TikTok, pako ba artiste musicien ba hapa kunyuma bako wanabifanya. Et pourtant bale ba fan yabo
bakwa nyona kama Tintin, bakwa nyona kama comédien, bakwa nitukanaga. Mais leo ba musicien yao wana support, bako banabifanya. Mimi alikuwa binanisumbua parce que nilikuwa najua bien niko emo. Na nilikuwa na malengo yangu najua nafanya nini na mimi najua nitafika wapi. Sasa hiyo cheni unayovaa ndo ile ambayo ilileta gumzo mitandaoni hao? Hapana, sio hii nyingine. Ile ileta nguzo mitandaoni sio hii. Kweli. Hii nyingine. Hivi unahisi kwa nini mashabiki wa Burundi huwa hawaamini kile ambacho mko nacho kwamba vinakuwa ni vya samani sana? Jubo peke hawajiamini. Acha nikuexplique. Wanashobokea wasanii wa nje. Wanashindwa kutupa si samani. Shabiki wetu hapa kwa nyumba akinikuta fasi mie niko na Rayvanny, hata nilomba mi foto me atalomba Rayvanny foto. Samu hata sinisalimia akafata salimi Rayvanny. Unanielewa? Kabisa. Pourquoi si tunakosaga makolabo nje? Pourquoi si tunapata changamoto nyingi sana kwa kusema upate kolabo na msanii wa nje? Inatokana na mashabiki zetu. Shabiki wetu wakati unamuonesha ule msanii wa nje kama nyimbo yako si yetu shaipenda, ule msanii wa nje ana besoin na Burundi tena. Tayari aishaga pendwa na nyimbo zake zinapendwa na iko kule kabisa. Lakini wakati msanii anayua kama mwinchi yenu nyimbo yake haipenyi, anakuya lomba kolabo msanii wenu vipande vishuke. Na msanii wa Tanzania ni vigumu sana alombe msanii wa Burundi kolabo juu anayua kama mashabiki zetu bana bashobokea. Naelewa? Lakini ingelikuwa seme abapenyi hapa. Papa kama tunaimbaga unani kama bo peke na wanakia lomba. Bakia lomba na makolabo hapa. Ndio. Juu anataka pia akiimba na msanii wa hapa pia atapenya. Ndio. Pia nyimbo yake itapigwa. Unaelewa? Ya. Cha kufuata kingine. Ndio. Ni kwamba kama Ishenet, si ndio? Nikisema mfano ni $500. Eske mie Mr Champagne naweza shindwa vana kitu kia $500? Mie tu Mr Champagne naweza shindwa vana kitu kia $500? Donc ni vitu mwa venye uko naangalia unaona kama bafane betu bo peke wanatuaibishaka. Bo peke. Wakati uko unabisha kwa reseaux sociaux. Yangu mie, wewe fan wangu au wewe shabiki wa muziki wa Burundi, unaishi Burundi au unaishi Etazini huko Burundi unafuatilia muziki ya Burundi, unaishi sui pasi popote kwenye huko. Unasikia mie artiste wa Burundi mimi nasema kama Ishenet ni ya $500, unakatala. Bon, tu t'imagines? Tu te poses la question. Ule mtu mwenye na artiste mwenye anaishi nje, tusikotokamata artiste mwenye anaishi Kenya au anaishi Tanzania au anaishi Kongo. Anaona shabiki wenu unakatala kama hawezi kuvala Ishenet ya $500. Anakuona utafika na kuambia mais quand même je comprends pas. C'est quelque chose qui est trop bizarre. Kabisa. C'est bizarre. Hein? Je comprends pas. Miso ile waki bafane betu. Comment nous mwenjo bakutu proud, bakutupatia heshima, bakutusamanisha. Mais mwenjo unakia pinga kwanza, unapinga kazi yangu. Wewe ndo wa kwanza unakia chafua kazi yangu, wewe ndo wa kwanza unakia katala mimi na falaka. Ça c'est pas normal ça. Kuna watu waliona vurugu zako za wewe na Sadbi kwenye mitandao. Wengine wakadai kwamba labda hao wanaweza kuwa waliongea chini. Labda hawa waliwahi kuimba wote mziki. Wako na mziki wako pamoja, wako wawili. Lakini sasa haya mambo ya kuongea kwenye maneno, kuna wenyewe wako yachukulia kama ni content. Walihisi na kuna kitu fulani ambapo kama kati yako wewe na Sadbi. Kwa wale ambao walichukulia kile kitu kwamba sio content, ni kitu kilitokea tu, tutawaambia nini? Ni kitu kilitokea ndio. Na hapa kwa masikilizana sisi tusikilizana na jitu tufanye hapana. Ndio. Na ukiangalia maongezi ya Sadbi unasikia kama alikuwa anaongea vitu unasikia kama vinatoka kabisa mroho yake. Ndio. Tu vois? Parce que de mon côté, mimi nilikuwa nyona mconseil. Donc nilikuwa na mconseil, yeye alikuwa ananiattaquer. Mimi na mconseil. Ndio. Ni attaquer, mimi na mconseil. Je kuongea vya Mr Champagne. Mimi namwambia c'est normal. Zile ataki hazikukuvunja? Ah, tiens. Mimi niko technicien. Moi, c'est Champagne. Moi, ni wami. Champagne. Je, achana mimi. Mimi niko technicien sana. Yaani mie sidhani kama hapa nyumbani kwa wasanii wote kuna msanii anaweza kakimbizana na mie mambo ya kujibizana.
Oh. Hapana. Mimi nakuwa technicien sana. Mbele ya kujibia kwanza. Najifikiria, nadhani nikajifikiria hata mara 20. Ili tumalize, tunataka kuijua Heritage. Heritage ni wimbo ambao uko nafanya vizuri hadi kwa sasa. Ukiangalia hata kwenye viewers, ni viewers ziko zinapanda kwa kasi kubwa sana. Hadi kuna watu wanaanza kuzungumza wakidai kwamba kuna booster ambayo iko inatokea kwenye wimbo ule. Tupe story kidogo ya ule wimbo. Benye bako naongelea kuhusu ma booster, baongelea kwa wasanii wao wanakuwa na booster. Moi je suis pas des habitudes là de booster mes chansons. Wow. Tu vois? Mimi sina ile matabia ya kutafuta kuonesha watu kama niko mkubwa na siko mkubwa. Hiyo chanson ni chanson yenye nilienda ifanyia clip à l'extérieur na hapa kunyumba. 3, hiyo chanson siku le même jour inatoka. Le même jour nilienda kusaidia nani? Nilienda kufanya kutoa ile kidogo yangu nilikuwa nayo kwa mtoto wa mtangazaji ambaye alituachaga Dida. Ikapostiwa sana ile mafoto ikapostiwa. Donc ni vitu bilikia tu kuungana. Donc ni ile basemaka coïncidence. Ndio. Mais moi je ne savais pas que hiyo kwenda saidia vile itakuwa sana, itasambala sana Tanzania. Je ne savais même pas. Nilinda tu toa ile msaada mtu anatoa kama kawaida. Mais il faut voir gisi Tanzania watu waliposter sana. Naona. Alors ile ilifanya watu bengi balikia kunifuatilia kwa réseaux sociaux kwa kunipa pongezi. Ndio. Na watu walikuwa kule ba mingi balikumbana na ile chanson. Angalia ile periode ile chanson ni periode nilikutana na Cristiano Ronaldo. Kabisa. Tukapiga foto na Cristiano Ronaldo. Wow. Dubai. Mimi namwambia how are you? Anambia yes, for you. Yes, it's a picture. Anakuja. Tunapiga foto. Kuna watu wakukubali lakini ile watu wakukubali mpaka leo kwa watu wapendi kubali, asio nilibananisha. Mimi sina tabia. Mimi niko naongea na Cristiano depuis, tunaongea na mtumia ma message na mimi napostaka. Cristiano ni rafiki yangu. Mimi na Cristiano tunaongeaka. C'est mon ami Cristiano Ronaldo. Ndio. Unasikia? Mais watu wapendi comprendre. Watu kia comprendre na retard. Vile kisi nilikuwa fanya video wananicheka. Ndio. Mais leo kuko basanii bashana fanya video zeni nilikuwa fanyanga. Niko naambia mimi naongea na Cristiano, watakia shtuka. Sasa mimi peke na muinvite Cristiano Burundi. Ndio atashangala. Sitaki tu wanite Freemason. Alors avec les photos ilifanya watu bengi sana balikuya ku page yangu kia chungulia Mr Champagne. Baba Mr Champagne c'est qui? Ku page yangu ya Instagram, mu 30 jours ilikuwa na 2 millions ya watu wanakia chungulia statistique, wanakia chungulia Instagram, wanakia visiter Instagram yangu. Wow. Ça c'est une chanson yeko inafanya kazi, chanson iko na message moja ya ajabu. Na message nilitoa kwa Boss Passia Musaka. L'homme au grand cœur. Namzungumzia Boss Passia Musaka juu c'est l'homme au grand cœur. L'homme au grand cœur signifie quoi? Mtu mweko na roho kubwa. Na iko na roho ya kusaidia, anasaidia mayatima sana. Na Boss Passia Musaka ni boss ambaye plani yake ndio ni kuendelea kusaidia mayatima na kusupport ba artiste musicien. Yes. Wow. Na Heritage ni inspiration ilitoka kwake. Mie siko mtu wako na danganya kwa media ni hii inspiration ni yangu ni hapana. Boss Passia Musaka ndio aliandika nyimbo na beat hiyo nyimbo ni nini? Ni kufikisha message kwa ba jeune, ba héritier. Wazaleo kusu kesho walipoishi ya wendeleze. Heritage ya Passia Musaka. Heritage ya Passia Musaka. Ba champagnard mujipange bien, mukwe tayari parce que tutakutana le 12 kule Kroko. Lancement ya albumu yetu inaitwa Détermination. Yeah. Donc mutafurahi sana. Ma table c'est fini, mais face ya 100,000 places ziko disponible. Muji organiser, mujipange le 12 tanki ngaliki. Mukuye mu concert, musikie ma chanson, musikie marumba, musikie manyimbo, pako manyimbo za Kirundi, manyimbo za Kiswahili, manyimbo za anglais. Mwata nimbe mu anglais. Hey, don't you fatu. Yeah, yes. I love. Bakuzi wa Yaka Tech TV. Iyo ndi kubera Mr Champagne mbanjo wewe numuna afise vibe zirenze cyane. Murumva yuko muri album yiwe harimo indirimbo nyinshi muzokumva. Harimo indirimbo yashobe kuririmba ngo Ikirundi nubwo muvuga yuko ngo atandirimbo akunda kuririmba mu Kirundi, muga muri album yiwe muzokumva byinshi. Kandi amatwa nsumira nuko video yiwe hariho video
oya reka sindabivuga ariko muzokwishikira itariki 12 ukwezi kwa 12 muzobona vyinshi cyane bitandukanye. Asante sana my big brother kwa kuona umeweza kutupatia nafasi ya thank you very much. Thank you. Calm down, calm down. Ile calm down ndio liachagaje. Calm down my brother Satbi, calm down my brother, calm down. Na kuinvite ku concert yangu Satbi, na kuinvite ku concert yangu ya Le Croco le 12-12. D'akuletea invitation ukuye uone concert. Uone concert, ou ta sentir le concert à propre. Champagne? Oui, oui.